Kwani hawa watu nimeajiri hapa wataki kunisaidia? Askari niliwapigia simu wakuji. Hii ni matatizo gani? Watu wanakuja kunipigia kwangu. Watu wanakuja kunipigia kwangu. Uko na mpaka security. Hii security niliajiri ni nini? Security walienda wapi? Wanafanya nini? Security wako wapi wanisaidie? Security hawanipati. Maana simu niletea sababu waniue. Uko na security. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Kamacha the Chosen. Kama ni mgeni katika hii channel, make sure you subscribe, like, share, comment to my videos. Guys, I'm back guys. Mandhari nilikuwa napita tu video za nyuma kule za tuke guys. Nikapata na video moja, mtu mmoja acha active video by the way kanibamba. Yani nikasikia mzuri, yani nimecheka guys. Nikasema, why not share with you guys? Guys, mnakumbuka sitaambia ni nani but nitawekea tu hapo video muweze kuwatch guys. By the way, it was one of the best video guys niliwatch na zikanibamba. Na hiyo wakati yani nilikuwa tu wakitoka tu hivi kwa wakati nilikuwa napata tu hivi ninacheka, ninawakalisha chini kwanza nauliza wasi watu waki mmefanya mambo. Guys, watu wengi mlikuja mkaamini, mkaweka matumaini zenu, wengine wenu wakatuma pesa, wengine wakasema zituwekee mabiashara, sijui nini. Guys, vipindi zitawamaliza kwa hii. Mtatamani watu hapa kwa mitandao guys. Kama kuna press kwenye watu wana fake life, sana by then online. Hapa online mtu anaweza fake life guys, oishi yani kama unajichukia, yani ujione kama wewe. Yani hata uanze kuuliza maswali, kwani nilikuwa nizaliwe nyani? Si ningepelekwa tu msituni nikae huko. Hadi anza kujiona tu kama ng'ombe. Guys, kumbe ni pressure za online. Hapa online watu watakuweka pressure guys, Hapa online mtu anaweza kuja tu akwambia ile mali yenye yako nayo guys za uongo. Yani ochikwe na stress uone wewe ni kama ni Mungu akujui. Yani ulianza kujiuliza, Mungu wangu, kabisa ulikuwa niumbe binadamu. Waliwahi kaa chini tu kaona vitu zingine unainipaka ukaanza kujiuliza, kwani mimi niko wapi? Hapa ndio utapata mtu ameenda amejibaia maua, amejigift mwenyewe, lakini anakuja hapa anawaambia vile amegiftiwa. Yani online guys, niulizeni. Nawaambia hapa online, hapa online watu wanajua ku fake life. Hapa online watu wana fake life. Ni wachache utapata wenye ambao wanasimama na ukweli wao guys. Lakini kwa ku fake life hapa online, mbona msijiulize mbona wakipata shida ama wakufiwa ama mmoja wao akufe mbona watu wanachanganga pesa? Hata hawana kakitu. Guys, hawana kakitu, mko huko nje mnawachangia pesa, mko afadhali sana kuwaliko. Yani mkafadhali kabisa. Hapa online mtu atakuja tu amke na story moja tu hivi, aanze kuwatetemeshea maisha kila mtu tele kidogo yenye ako nayo aone tu amuongezee. Imagine watu online wengi wao wanategemea kutoka kwenu. Hata wana makazi wengi wao. Ni wachache wenye tuko na kazi. Imagine ni wachache. Wengi wao tu labda wangoje tu mwisho wa mwezi YouTube walipe, ama TikTok watoe tu pale kwa TikTok mgift ndio waweze guys kupata kitu ya kukula. Otherwise hapa watu wanajua ku fake life. Kama si nyinyi fans, kama sio nyinyi fans guys, kama sio nyinyi fans, mimi nawaambia tu hakuna kitu na respect kama fans. Na ndio unaonanga hata kama kitu ni mbaya, mimi nawaambianga tu ni mbaya, mnichukie msinichukie, lakini mimi bora nimesema ukweli. Fans hapa online watu wanategemeanga kutoka kwenu. Hapa tu wanajua tu mkuja tu mfanywe hivi, muambiwe hivi mtaamini. So Oscar huko Saudia, imagine unaishi life mzuri kuliko huyu mtu mwenye anatumia pesa. Wewe at least kwa mwezi uko na hiyo 39,000 yenye utapata, yenye niko very sure utaipata juu unafanya kazi. Hapa paka mtu wa fake, hapa ndio utampata mtu tu anakudanganya, anauza hii na hii unatuma pesa hii inapotea. Hapa ni wachache wenye tunafanya kazi. By the mimi nauza vitenge na kuna mtu achaituma pesa yake. Hata wenye wako US watakwambia. Mimi hata kama mtu wako US anatuma hata kama ngiri yake 20, ananiambia vitenge zangu sijui zende Meru, sijui zende Molanga, sijui zende wapi. Sijai kosa kupeana. Cause ninamhitaji tena kesho yake.
Mimi December ikifika hata wananitafuta, hata niwacha kwa advertise vitenge zangu by the way. Nishapata wale ma customer wenye ambao wananiamini na hawajaisikia comment yoyote hapa kwa channel yangu. Ati nasema, nilikutumia pesa, unipe mzigo ikapotea. But don't trust everyone here online. Guys, msiamini watu. Hapa online ndio utauziwa shamba ya ongo. Hapa online ndio utauziwa, yani hakuna kitu yenye wezi fanywa hapa. Na mkiambiwa guys, wengine hawasikii. Guys, mimi kuna kipindi yenye ilinibamba sana hapa kwa channel ya Truke. Kama mnakumbuka Siombua Nasara alikuwa anaitwa nani? Bwana yao alikuwa anaitwa nani? Paulo. Guys, if you can remember Paulo. It was fun, man. Paulo yani alibambisha hiyo kipindi. Yani Paulo, kisime. Kuja, Paul. Nini? Kuja kuna mnaitwa na Nasra. Mama Brian. Nini hiyo? Nasra hapa. Adinani? Nasra. Kuja. No. Sasa tulia tu mzee. Nasra. Nasra. Nini? Sasa pita tu. Nini? Sasa kuna watu hapo baba. Hiyo kamera. Sasa mzee. Hiyo kamera. Hawa wataniua. Nasra. Ndio huyu. Ni nini? What? What? Kuna what? Hakuna what. Huyu ni nani? Si nimekuuliza Nasra. Who's Nasra? Who's Ali? Kama uko unawaka hivi. Unanikumbuka? Unakuja kwa Ndio huyo. Nilikwambia Nasra anakuja. Wewe, nakuuliza. Huyu ni nani? Wewe kuja hapa. Huyu ni nani huyu? Huyu ni Stop shouting. Stop shouting. Dawa yake. Stop shouting. Mbona umchapi vile unanichapanga? Stop shouting. Kumbe wewe dawa yako ni Nasra wewe. I'm sick and tired of you. Umesikia? Si uongee. nakuuliza. Nauliza nini? Tuulize kitu Siombua. Deal with me now. Exactly. Huyu ni nani? Nasikia akikuuliza. Unaweza nyamaza tafadhali? Deal with me now. Usiangalie Siombua, niangalie mimi. Brian, unajua? Ongea sasa. Brian ni kama Umenona kama nguruwe. Uniletea nini kwa nyumba? Ongea. Unataka kuniua? Ongea. mimi nitakuvunjia hii glass kwa kichwa. Umesikia? Bana. I will splash this glass on your head. Nonsense. Zitoe hapo. Tafadhali. Kwani huyu ni nani? Na bado unazidi kusema Nani ananieleza huyu ni nani? Na bado unazidi kusema mimi ni nani? Nani ananieleza huyu ni nani? Bado unazidi kusema mimi ni nani? Nakumwagia hii soda. Wachana. Nani ananieleza huyu ni nani? Sawa. Jinga hii. Toa hizi vitu hapa. Mzee. Sasa Hata una haya. Angalia kwanza venye unakaa baba mzima wewe. ongea. Ulikuwa ujui Nasra ni nani? Sasa ndio huyu. Umeshinda hapo kiimba ukisema Nasra ujui ni nani. Huyu ni nani? Good for nothing. Simjui mimi. Huyo simjui. Haumjui? Mimi simjui. Haumjui? Ati Nasra anasema hakujui. Mimi nitaua mtu leo. Mimi simjui. Kama ni hiki kitu nitafuatilia hiki. Mimi simjui. Tulia. Je, wachana nayo. You know. I don't know. I don't know. Kumbuka. Sikia. Sisiki. Utakuja hapa Mimi wewe kunikodolea hapa ni macho. kwangu. Utakuja kunikontrol hapa kwangu. Na kuuliza kwa mara ya mwisho, wewe ni nani hapa kwangu? Niangalie vizuri. Jaribu kuleta hiyo memory because it's like you are losing it. Na usiangalie Siombua. Usiangalie Siombua. Nilikuwa nataka uendelee hivyo kujifanya hujui Nasra ni nani na watoto wake. Nataka niwalete hao watoto hapa wakuite baba. Useme hizo Nasra. Huyu mtu ananikasirisha. Nasra. Surely. No. Unataka kujifanya hujui Nasra ni nani? Ondoka hapa. Hakuna kitu unaweza Ondoka hapa. Leo kule Siombua. Nisikie mtu hapa. Imagine Nitagonga mtu. Hebu kwanza hata simama. Wapi yule askari? Hakuna Wapi simu yangu? Wapi askari? Simu gani? Wapi askari? My name is Danger. Nasra. Nasra, gonga huyu mtu na hii kitu memory. Hebu shikilia huyu huko kwanza. Ona. Huyu ndo anaharibu kila kitu. Tafadhali. Hawa ndo
umeleta Nasra hapa ukinisaidia ndio huyo Nasra. Okay. What I can tell you. Imagine Nasra tupini mtu down mkimpiga na kwamba tulikuwa tunamngoja tuongee. Lakini bwana usiniguze. Sawa. Usione Simba amenyamaza ukafikiria ni chui. Finya. Unanizi wewe si ni Azra. Mzee. Mimi naona mtu akona kiti memory rudi. Ati I'm on your side. Asikiza. Ati I'm on your side. Sawa. Nimemwambia. Anamwambia I'm on your side. Namwambia nyinyi mtulie. Sina sura mimi ndo nilikuta. Tutulie nini? Mimi umekaata na mimi. How come unasema I'm on your side? How? Najaribu kumexplainia, so usikie. Kwa sababu that means you're supporting him kwa ile kitu yenye alifanya. I'm not supporting him. Because you are on his side. I'm not supporting violence. What's the meaning of you are on his side? Sawa, I'm sorry. Maybe umenipata vibaya. I was trying to explain something. Sawa. Nasra. Umeona mpaka unakaa nguruwe hata ueleweki. Sawa. Tenda butchery wewe. We are here to talk. We are not here to make There is nothing to talk here. Sawa. Ni sawa lakini imagine wewe Nasra anasikia aje akiambiwa ati akumbukwi. Na unaona tu vizuri huyu mtu anajifanya. Yaani ile tu mandhuri yenye amekuwa akiendelesha ya kuniambia Jima na Nasra ni gani? Ni nani? Hata Nasra akikuja hapa hivyo tu ndo anasema. Guys, umeona sasa Paulo? Yani Paulo alinibamba kwa hiki kipindi. Anyway, ilikuwa kipindi poa, watu walienjoy, watu waliwatch, watu wengine walilia, Paulo anatesa Nasra, nini. Nani aliwaambia Paulo alikuwa ameoa Nasra? Nani aliwaambia Paulo alikuwa ameoa Sumbua? Wewe, Nasra huko kijiji yake mkuru kwa njenga huko. Imagine kwa hiyo kipindi yote tu ile pesa yote ilikuwa inachengwa tu hata hawakusaidia Nasra hata kidogo. Nakumbuka at the end of the day ndio ndiye nako hospitali kama Nasra amelazwa na mtoto wake hospitali, Nasra anajifungua na kuna mtoto hapo ule disable. Yani hey guys. Na hapa ni watu walichanga pesa Nasra asaidiwe lakini yeye kumufikia guys. Hapa ni kusema ukweli. Ukitaka kusaidia mtu, make sure unafikia huyo mtu. Na hiyo ndio jambo moja tu likosanisha Truke na John. Baada ya John kutumiwa 20 akapelekea Nasra. Truke akajua hiyo ndio kitu iliwakosanisha. But nashukuru John alisimama na ukweli na akasema kama hiyo ndio itafanya tu nikosane ni sawa, lakini ile Nasra anapitia kwenye anaishi tulimuingiza kwa hiki kipindi ili aweze kusaidika, lakini sijaona akisaidika. John akaniambia kama nimefanya vibaya nikachukua hiyo 20 nikapelekea Nasra alipie mtoto wake school fees, wacha Mungu tu mwenyewe anijaji. Tangu hiyo siku John akawachana na Truke. John akasema hata make kuendelea. Kama mtu akona shida na wanaona vizuri akona shida anahitaji usaidizi. Yako kumbuka Nasra venye alikuwa anapebwa tu hivi na Somboa anapelekwa kwa botiki anapimishwa nguo juu ya content. Anapimishwa nguo hapa mafani wanafurahia venye Nasra amebaiwa nguo nini. Kumbe nguo tu guys ni ya kupimwa tu alafu malizo utoe rudishwe kwa doli. Hivyo ndio kulikuanga. Wengine wakaulizwa Nasra anaendeleaje akaambiwa venye Nasra alifunguliwa duka kubwa sana Isiri. Guys, Nasra hakuna duka yenye alifunguliwa. Na guys by then nimewapromise nitaenda kutembelea Nasra. Nitaenda kutembelea Nasra juu tangu tumtoe hospitali wakati alikuwa amejifungua sijaienda kumuona. So nitaenda kutembelea Nasra, nitatafuta Mama G. Nikipata Mama G tutaenda kutembelea Nasra. Tuone Nasra anaendelea namna gani guys. Nasra yeye naishi huko Ruben, uende huko Vukelelwe guys. Just imagine. Lakini kwa ile pesa yote watu walichanga Nasra asaidiwe. Nasra aliniambianga ukweli ile pesa yenye aliwahi pewa ni 20 alipewa na John, tukaka mpatia shilingi 8,000 siku moja kama wametoka live akapatua shilingi 8,000. Hiyo nyingine ni ile 500 alikuwa analipwanga akifanya kazi. Anyway, hivyo ndio kunaendanga. Mtu anaweza kutumia tu yeye apate pesa, au baki tu pale. Anyway, ni hali tu ya dunia. Yote ni mapito, lakini najua tu kuna Mungu. Nasra yako ako sawa, watoto wake wako sawa. Sipokuwa tu alibaki tu kule lakini watu walisimama na yeye, mafans walichanga pesa ili Nasra akasaidike, but hakusaidika. Na ule mtu mwenye watu waliamini sana ati ndiye atasaidia Nasra, kila mtu alikuwa tu anachukua tu akiweka kwa
kwa tumbo yake. Anyway guys, like the video, subscribe. Mimi ninawapenda. Thank you.